Katika ulimwengu wenye pilika zisizoisha, ambapo mchana huonekana kama usiku na usiku kama mchana, kila mmoja yuko katika mbio za kutafuta maisha, kutimiza ndoto zake na kujenga mustakabali wake. Dar es Salaam, jiji lisilolala, jiji la fursa, changamoto, matumaini na mapambano. Kila kona ina simulizi yake, kila uso una ndoto yake. Ukiwa ndani yake Kristo, hata umekuwa kiumbe. Najiamini nipo Yesu. Kauli mbiu katika kutimiza miaka hii 12 ya huduma za kampasi za umma inazungumzia habari ya kujazwa hadi kufurika. Hii ni kauli mbiu iliyotolewa na Yesu mwenyewe, jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akatujaza na tukawa sasa mfereji kwa watu wengine. Maneno ya Yesu katika Yohana sura ya 7 fungu la 38 yanatuonyesha umuhimu wa kauli mbiu hii na namna inavyoweza kufanya kazi. Anasema, yeye aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mstari huu unatuonyesha jinsi ambavyo tunaweza tukawa mbaraka tukishirikiana na wanafunzi na watendakazi katika kampasi za umma, lakini pia na washiriki wote kwa ujumla, kuweza kuwa bomba la mbaraka ambalo linafikisha habari njema kwa watu wengine. Mungu akubariki katika siku hii tunaposherekea tukio hili la pekee na adimu. Katikati ya sauti za dunia zinazoita kutoka kila upande, katikati ya vishawishi vinavyoonekana kuwa vya kawaida, katikati ya changamoto zinazowakabili vijana kila siku, kuna kundi la vijana walioamua kwenda kinyume na mkondo. Vijana walioamua kusimama imara katika imani yao. Vijana walioamua kuwa nuru mahali penye giza na sauti ya matumaini katika kizazi chao. Vijana hawa ni wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Wameacha alama zaidi ya masomo darasani. Wakiwa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati, wamechagua kuacha alama zaidi ya mafanikio ya kitaaluma. Wamechagua kumtumikia Mungu na kuwa mashuhuda wa Kristo katika mazingira yao ya kila siku. Hii ni hadithi ya vijana ambao licha ya changamoto za maisha ya chuo, wameendelea kusimama imara kwa ajili ya Kristo. Hadithi ya Public Campus Ministries, hadithi ya imani, kujitoa, mabadiliko ya maisha. Hii ni huduma ya kipekee ambayo imelenga kabisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuwaweka pamoja vijana wa Kiadventista ambao bado wanasoma katika taasisi za elimu ya juu Tanzania. Na sio tu Tanzania, hii ni huduma ya kipekee katika ulimwengu. Ina maana pia vile vile katika nchi nyingine, vijana ambao katika taasisi za elimu ya juu. Maisha ya vioni yana changamoto nyingi, si kwa wanafunzi pekee, bali hata kwa wale wanaosimamia. Wengi hujikuta wakifuatilia mafanikio ya kitaaluma, kupanda vyeo, kutimiza malengo ya kazi, na wakati mwingine kupambana na vishawishi vinavyowazunguka kila siku. Kupitia huduma hii ya PCM, kuna kuja kauli ya pekee kwa mwaka huu ambayo inasema kujazwa hadi kufurika. Inamaanisha nini? Wanafunzi pamoja na walimu wao na wafanyakazi walio katika vyuo vya umma wakiyasalimisha maisha yao kwa Roho Mtakatifu, watajisikia kuwa na ujazo wa amani, ujazo wa furaha, ujazo wa matumaini. Na kwa namna moja au nyingine, mtu ambaye amejazwa na kufurika ataweza kuwa na tabia tofauti, atakuwa na mwelekeo tofauti. Badala ya kuwaza kuwa kutafuta tu zile vyeo, kutafuta vile vyeti, bali tabia yake itakuwa ni zaidi ya hiyo. Atakuwa akitafuta kuakisi upendo wa Kristo katika maisha yake, zaidi ya kuwa tu na vyeo ambavyo vinaonekana au kuwa na vyeti ambavyo ni vizuri. Tabia yake itamwelekeza kuwa mwaminifu, itamwelekeza kuwa mtu mwadilifu na kuwa safi katika kwa ujumla. Kisha akarudi kwa wanafunzi wake, akawakuta wamelala, akawaambia, Simoni Petro, je, hamkuweza kukesha nami hata kwa saa moja? Hayo yalikuwa ni maneno ya Yesu Kristo akiwaeleza wanafunzi wake kwenye kitabu cha Mathayo 26 na ule mstari wa 41.
Mwanafunzi popote alipo hupenda uhuru, lakini bila mwongozo, malezi ya kiroho na mfumo thabiti wa ushauri ni rahisi kupotea katikati ya changamoto na misukosuko ya maisha ya chuo. Ndiyo maana Kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni kupitia idara ya vijana limeendelea kuweka mifumo mbalimbali ya kuwafikia, kuimarisha na kuwaongoza wanafunzi hawa ili waendelee kusimama imara katika imani yao. Hawa vijana wana potential kubwa sana. Tunachofanya na tunachowahimiza sana ni kuwahimiza pia kupitia hizo kozi za uongozi. Kozi za uongozi ambazo kuna SYL, Senior Youth Leader, ambapo pia hapo wanaweza kulijua pia kanisa zaidi kwa undani zaidi, kwa mfano historia ya kanisa na kadhalika. Kwa hiyo ni jambo moja pia la kuwahimiza wa vijana kwamba waweze pia kujiunga katika hizi kozi za uongozi zinazotolewa na kanisa. Kupitia katika hizi kozi za uongozi kuna masomo mbalimbali mengi sana. Na pia kama nilivyosema, hawa ni professionals, wanajifunza taaluma mbalimbali. Kuna wanaojifunza kuhusiana na maendeleo ya jamii, kuna wanaojifunza na mambo ya ICT, wengine mambo hata ya accountants. Kwa hiyo ni taaluma zao hizo wanaweza pia namna gani kanisa liangalie kuwatumia wataalamu hawa katika kufanya shughuli za kanisa, kwa kujitolea. Jukumu hili haliishii kanisani pekee. Jamii inawazunguka wanafunzi hawa nayo ina nafasi muhimu katika kuwajenga na kuwahamasisha kuwa watu wa thamani, wenye maadili na wenye mchango chanya kwa taifa lao. Lakini bado tunatoa hamasa kwa wafanyakazi wengine, walimu na wafanyakazi katika vyuo hivi vya umma waweze kushiriki katika kuwalea wanafunzi ili waweze kumjua Yesu na waweze kuitoa maisha yao kumfuata Yesu kama Bwana na Mwokozi wao. Njia pekee ambayo tunaweza kuitumia na mara nyingi tunatumia ni kuhamasisha wanafunzi wakiwa vioni waweze kushiriki katika vipindi vya dini, na pia huwa tunawahamasisha waweze kufanya injili wanafunzi wenzao wakiwa katika vipindi vya masomo. Kwa mfano, kuna baadhi ya vyuo wamekuwa na campus ministry ambayo mara nyingi inawahusisha wanafunzi wa vyuo katika kuwahubiria wanafunzi wenzao katika lengo kubwa la kuwaleta watu kwa Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Chama hiki cha PCM kinawasaidia wanafunzi na wafanyakazi walio katika taasisi za umma kwa mfano kwa wengine kwa matendo na mienendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Lucas Francis Manoni, ni mwanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii, lakini pia ni mwanachama wa chama cha PCM, Public Campus Ministry, chama cha uinjilisti katika kanisa langu la Waadventista wa Sabato. Tumeitwa kutumika kutoka nje kama wainjilisti vijana kuitangaza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ikiwa ni mashuleni, ikiwa ni makazini. Tumeitwa kuitangaza injili kwa upendo wa Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Pasco Julius, ni kiongozi wa mawasiliano katika chama cha PCM katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge. Chama hiki cha PCM ni chama ambacho kinatufanya sisi wanachama tukiwa katika taasisi pamoja na wafanyakazi kuendelea kujitoa kwa Kristo, ambapo maisha ya kujitoa kwa Kristo ni maisha yanayompa mtu furaha, ni maisha yanayompa mtu kujiamini katika taasisi, huku tabia yake, mienendo yake ikiendelea kumwakisi Kristo ambaye anakuwa anamhubiri. Hivyo chama hiki cha PCM kinatukumbusha ni namna gani tunaweza kuwa mienendo yetu na tabia zetu inaweza kumwakisi huyu Yesu tunayekuwa tunamhubiri. Tunaposherehekea siku hii ya PCM, napenda kukualika wewe ushiriki kikamilifu. Tukumbuke kwamba siku hii ni ya fursa ya kujazwa na kufurika kupitia upendo wa Kristo na kushiriki kwa ukarimu na wengine. Asante sana na Mungu akubariki.